Mungu atusaidie. Nauliza Mungu atusaidie. Vipi hapo kwa mfano ni kazuri eti? Nauliza kazuri sio kazuri? Yes. Kama watu wanavyosema biashara bila daftari inapotea. Biashara yoyote bila elimu, nimewaeleza mmejifunza mambo mawili, hekima na maarifa. Msipokuwa na uwezo, you cannot solve your life. Uwezo. Mungu atusaidie. Na mimi niliona kwamba ni vizuri niwe na elimu. Kwa nikapambana. Kwa mfano sasa hivi bado hali ya hewa inanisumbua. Bana, nilikaa Marekani muda mrefu. Tangia mwezi wa 5 huku nazunguka na mpenzi wangu. Sasa joto linasumbua. Hata hapa najisikia kama nataka kufa, maana bado hali haijanizoea. Sasa unaenda mahali hakuna black, hakuna mweupe, amweusi. Na watu wakikuona kule wanaashumu kwamba una akili. Alafu anakuambia how are you? Unajua pale nitafuta mkalimani yuko wapi? Kwa hiyo akiniambia how are you, namwambia I'm okay. How are you? Leo ninaona faida ya vitu kama hivi. Na kule huwezi kuhubiri kanisani. Unamhubiri mzungu kwa habari za rohoni. Eti mimi niko rohoni. Hamna. Nakwambia leta CV yako. Maana tusije tukahubiriwa na mjinga. Na leo ninaona faida. Watu waseme amen. Semeni kwa sauti amen. Unaona faida yake. Sasa mahali pengi ambako leo mimi ninapita, ninaona faida yake. Na nyie watoto, haya mambo mlioyapata hapa, hamtaona faida yake sasa hivi. Mtaona siku za mbele. Siku moja nitakuja natembea na kamti, natembea na nani wewe ulikujaga, ulinisaidia, ukatamka neno kama hili. Nilikuwa nimechoka, nimekata tamaa. Tangu siku ile nilibadilika. I changed my mindset. Tangu siku ile nikaweka bidii. Leo mimi ni engineer. Niko kwenye migodi. Mshahara wangu napata milioni 5, milioni 7. Asante Mungu, umesema amen. Leo ninaweza nikaenda China kufanya biashara. Hata biashara inahitaji elimu. Hata kumlea mume wako ukiwa huna elimu ni shida. Utakuwa mnagombana tu kwa vitu vidogo. Hata wewe mwanaume usipokuwa na elimu utapata shida. Yaani huna uwezo wa kumsoma mwenzako. Kwa hiyo elimu ni ya maana sana. Ningelikuwa Mwanza, najua hili neno linawagusa wote, sio hawa tu. Ndio maana mmenyamaza. Kama linawagusa, simseme amen kwa sauti ya juu. Yes, linawagusa watu wote. Hebu nishuke pale chini kidogo. Walikuwa wanategemea moja, ufanye biashara. Sio biashara hii, maana yake uprogress kwenye maisha yako, uweze kuachieve katika ile ndoto yako. Na wanategemea hiyo ndoto yako itazaa. Ndio maana yake hiyo. Lakini la pili, ule mstari wa 18, yupo mmoja alipewa talanta moja. Maana yake humu ndani tuna uwezo, walimu naelewa. Kuna mwingine ana uwezo wa kukamata vitu vingi. Mwaka jana kulikuwa na kijana mmoja hapa alipata awards nyingi sana. Kijana mmoja tu alikuwa anapata awards kembamba hivi. Kalipata awards nyingi. Kuna mwingine piga ua ni moja tu. Kuna wengine ni kupigia makofi watu wengine. Sasa humu ndani kuna wengine wana uwezo wa kuwa na uwezo. Kama vile watumishi wa Mungu. Unaweza ukawa na karama za rohoni, mwingine karama ya neno la hekima, mwingine neno la maarifa. Unazo zote. Kupambanua roho, miujiza na uponyaji. Anapewa mtu mmoja. Mungu anampa kwa kadri anavyofaa au anavyoweza. Lakini Mungu anakuona ukipewa karama 2 wewe, si utawakanyaga wachungaji. Kwa hiyo unapewa moja. Kwa yamkini wewe unayo karama au umepewa talanta moja. Na talanta moja, na ulipopewa aliyekupa alikuwa anategemea utafanya business. Lakini alijua kwamba utazaa. Manake nategemea kwamba elimu mliopewa izae. Na sehemu zingine tena kwenye Biblia anazungumza. Anasema hivi, alipopanda mbegu nyingine ilidondoka kwenye udongo, ilizaa maeneo 3. Ilizaa 30%. Ya pili kazaa 60%.
na ya tatu ikazaa 100%. Kwenye udongo ikazaa hivyo. Mimi ninaomba nyie mliofundishwa hapa Ahava, yale matokeo ya kuzaa tunakataa 30% kwa jina la Yesu. Tunakataa 60% kwa jina la Yesu. Tunasema tunawabariki mzae 100% na mkafanikiwe. Watoto mseme kwa sauti amen. Kama tusema wote amen. 30 tunaikataa kwa jina la Yesu. Na nambari 6 kwenye shule ya Ahava tunaikataa kwa jina la Yesu. Tunatamka nambari 1, 2, 3 kwa jina la Yesu Kristo. Hatutakuwa vichwa bikia, bali tutakuwa vichwa. Sema nitakuwa kichwa. Sema kwa sauti, hata ukisema huko inapendeza. Sema nitakuwa kichwa wala sio mkia. Sasa wote walimu wamepanda kwenye udongo. Kataeni 30%. Siku moja nakimbia pale Mwanza, naenda kazini. Nasikia mwezi asubuhi. Mwezi. Na mimi nikakimbia, maana tunaposikia wezi tunatamani tukampige. Kumkuta pale ameanguka schoolmate wangu, ameiba jojo. Zamani walikuwa wanashika jojo. Ameshikilia jojo, amepigwa chuma cha spring. Kimempiga hapa, kimemtoboa, alienda kuiba jojo. Sasa hiyo ni 30. Tunaikataa kwa jina la Yesu. Nasema tunaikataa kwa jina la Yesu. Tunakataa messenger kwa jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunasema ninyi mfanikiwe sana na mpokee baraka hizi kutoka kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sasa huyo mmoja akapokea moja, alichokifanya aliifukia ile. Alafu alipoifukia, Biblia inasema haikuzaa. Kwa vitu vya thamani mlivyopewa hamruhusiwi kuvifukia kwa jina la Yesu Kristo. Najua kuna joto, mwaka kesho mkurugenzi ataweka air condition humu ndani. Matokeo yake sasa yalikuwa ni hivi. Yule mtumwa aliyepata 5 akapewa 5. Akabadilishwa na jina, akaitwa mwema na mwaminifu. Alafu Biblia inasema nitakuweka juu ya mambo mengi. Maana yake ukifanikiwa lazima utaweka kwenye level ya juu. Lazima utakuwa kwenye level ya juu. Alafu anasema ingia kwenye furaha. Maana yake utafurahia hata maisha. Kuna watu wengine hata wafurahi maisha yao. Kuna watu wengine wanafanya kazi wala haipendi kazi yake. Ndio maana ukisema na wewe uko hapa, unajua nimekaa tu namsubiria mtu mwingine aje. Ndio maana tunasema digiri bila Mungu ni tiki. Tunahitaji elimu na Mungu. Hawa waliotengeneza kwenye maabara virusi vya ukimwi sio wasiosoma, ni waliosoma. Waliotengeneza virusi vya corona kwenye maabara walisoma chemistry, bio. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wanatumia elimu kutengeneza virusi vya magonjwa ili walete Afrika watu waugue, halafu watengeneze dawa, viwanda vyao vifanye kazi, waje watuuzie. Dhambi tupu. Hii ni elimu waliosoma, lakini kilichokosekana katika hii elimu ni Mungu katika utawala, umiliki wa vichwa vya wale watu. Anaelewa nisema amen. Anaelewa sema amen. Kwa hiyo dunia ina namna inavyotaka. Nimalizie kusema, kutoa mfano mmoja. Mzazi mmoja alipeleka tangazo langu sokoni kule. Lilipobandikwa, mtu mmoja akaja, nani wakupeleka mtoto wake kupapa misalaba? Akachana. Nikapata taarifa, nikasema utajua wanaovaa misalaba wako. Yule mdoda akamwambia, hiyo mipira iliyokamatwa ni mipira inatengenezwa viwandani, sio vijijini kwa wakulima, sio vijijini kwa wachunga ng'ombe, wasomi wasio na Mungu. Ndio maana Mungu anahitaji azalie kizazi hapa cha wasomi wanaomcha Mungu. Ile chemistry, ile civics, akisoma kielewa, aitumie kama kwa Bwana.
ile mipira ya kusagia wanaivaa humu kiunoni. Wakishaivaa wanaweka betri, wanachaji hivi. Akiwasha inakuwa kama mwanaume, anaparamia kama mwanaume. Sasa nimesema hiyo ndiyo mipira ya kusagia, haitengenezwi na wakulima. Ndiyo maana elimu tunaipenda, tuwe nayo elimu, lakini tujue yupo Mungu awezaye, yupo Mungu mwenye nguvu, yupo Mungu ambaye kwa elimu hiyo tulio nayo inaweza katutoa. Alipoambiwa alimhamisha mara moja, hakumrudisha tena. Tunahitaji tuone ni shule ya wasichana ya wavulana inafundisha, inalea kwa maadili gani. Ukisikia mtu anakuambia unajua dhambi haziwezi kuisha, huwezi kaishi bila dhambi, maana binti kama huyu hawezi kaishi bila kuzini, kijana kama huyu hawezi kaishi bila kuzini. Ndio maana yake pastor, ni sawa. Lakini tufika mahali tuseme dhambi ni mwiko kwa Mungu. Watoto waelewe hivyo, waamini hivyo, kwamba dhambi inaweza kuharibu ndoto zangu, dhambi inaweza kuharibu maono yangu, dhambi inaweza kanikatisha hata kama nina ufaulu. Ufaulu wa division 1 ya 7, kuwa wa kwanza katika mkoa, kuwa wa kwanza Tanzania peke yake haitoshi. Kinachotosha ni tuwe na ufaulu mkubwa, tuwe na ufaulu mkubwa, lakini tuwe na maadili ya kimungu. Kwa kusema hayo, waacheni watoto wadogo hao, wanakuja kwenu, vijana wanakuja kwenu, muwalee katika maisha haya ya uchamungu. Kama wewe vimekushinda, muache ajiishie maisha ya uchamungu. Baada ya kusema hayo, na washukuru kunisikiliza.